Naendelea katika mwendelezo wa ziara yangu ya kutembelea minada na vyanzo mbalimbali vya mapato ya halmashauri. Kama mnavyojua, kipaumbele kwa sisi wakuu wa wilaya katika kujenga taifa letu ni ukusanyaji wa mapato. Leo niko katika mnada wa Ilolo, kata ya Iglansoni. Nimekuja kuangalia pia hapa changamoto mbalimbali ambazo wateja wetu, kama mnavyojua, wateja ni wafalme ambao ni wananchi, wanazipitia. Tumeona hapo tunahitajika sana kuboresha mnada huu. Mnada tunatakiwa kuweka uzio, kujenga vyoo vizuri zaidi, maeneo ya kufanyia biashara za vyakula kwa wananchi wanaofika hapa. Lakini tunahitaji kuwa na frame ya maduka mbalimbali ili wananchi waweze kupata huduma zingine wanapokuwa hapa. Kwa hiyo tunategemea kuliweka hilo katika bajeti yetu, lakini pia katika zile fedha ambazo tunapata kutoka kwa CSR, kwa maana ya Corporate Social Responsibility, au niseme mchango wa kijamii katika wa kutoka kwenye kampuni mbalimbali ambazo zimewekeza wilayani kwetu. Basi tunategemea tutumie fedha hizi kuhakikisha kwamba huduma za minada kama hii ambayo kwa fedha zinazopatikana inaendesha halmashauri inafanywa kazi. Mwitikio ni mzuri, wafugaji wengi wanakuja, wengine kutoka ndani ya wilaya yetu, wengine kutoka wilaya za Manyoni na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wanakwenda, lakini mteja ni mfalme. Nimekuja hapa kuwasikiliza, tutaboresha, tutahakikisha wilaya yetu yote inakuwa na minada ya kisasa ambayo ina vyoo vya kisasa, japo vya kulipia lakini vya kisasa, sehemu za kupumzika wateja wetu ziwe za kisasa, kivuli kiwe cha kutosha kutokana na majengo tutakayojenga. Si ya kupoteza hela nyingi sana, lakini itakuwa majengo ambayo yanakidhi mahitaji ya mteja. Na mimi nimechukua approach ya kibiashara kabisa. Nimefanya nao mazungumzo wateja wetu ambao ndio wananchi wetu, na tumeweza kubaliana namna ya miundombinu mbalimbali ya kuweza kuboreshwa ili mnada wetu uwe mzuri. Lakini serikali iliona hili, tuliwahi kuhamisha mnada tupeleke sehemu ambao wangepata mahitaji yote haya mazuri. Lakini ndani ya wiki moja mnada ule ulikufa kwa sababu hawakuridhika, wana mambo yao ya kifugaji ambayo hawakuridhika. Kwa kabidi turudishe tena hapa ambako miundombinu haipo. Sasa sababu mteja ni mfalme, tumewakubalia ili biashara ziweze kuendelea, lakini tutaishia hapo. Tutahakikisha kwamba ile miundombinu itakayofanya mwananchi wa kawaida aweze kuishi vizuri na kufanya biashara yake vizuri inakwenda vizuri. Tuendelea na ziara yetu. Kesho tutakuwa tena kata ya Makilawa, kijiji cha Mtavira, kuangalia mnada wa kule na mapungufu yake na maboresho yanatakiwa kufanya. Lakini pia tuko katika kuhimiza namna ya ukusanyaji, umuhimu wa watu kulipa ushuru. Tunakagua pia mageti mbalimbali na changamoto zake tunayapitia, kisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Lengo letu ni kudabo au kufanya mara 2 au zaidi ya ile pato letu la bilioni 3.5 tulionalo sasa hivi. Naitwa Dr. Anthony Mwangolombe, ni daktari wa mifugo mkuu katika halmashauri yetu ya wilaya Ikungi. Mbali ya kuwa ni daktari wa mifugo, lakini mimi ni mjumbe wa timu ya mapato ya ukusanyaji mapato katika halmashauri yetu ya wilaya Ikungi. Ilolo hapa tulipo ni miongoni mwa minada 5 mikubwa inayofanya kazi katika wilaya yetu ya Ikungi. Ikiwa ni mnada huu wa Ilolo, tuna mnada wa Njia Panda, tuna mnada wa Kaugeri, tuna mnada wa Mtavira, lakini pia tuna mnada wa Sepuka. Katika mnada huu wa Ilolo sio mkubwa sana kuonyesha minada wa Sepuka na Mtavira kwa maana ya ukubwa wa eneo, lakini pia idadi ya mifugo ambayo inakuja mnadani. Na ukusanyaji wa mapato katika mnada huu hauna ugumu sana tofauti na siku za awali au siku za nyuma, kutokana na kwamba wafanyabiashara, kwa maana wafanyabiashara na waleta mifugo ambao ni wafugaji, wamekuwa na uelewa sasa kiasi kwamba wameona kulipa mapato ni sehemu ya wajibu wao, kwa hawakwepi ulipaji wa mapato. Kwa kazi ya timu sasa imekuwa angalau ni nyepesi tofauti na awamu ya kwanza. Na kwa kipindi hiki ni kwamba mtu anajituma mwenyewe kuja kulipa ushuru unaostahili. Kwa ng'ombe ni shilingi 7,500, lakini kwa mbuzi na kondoo ni shilingi 3,000. Kwa maana kwamba hapo pana gharama ya kibali cha usafirishaji wa mifugo inaitwa Animal Livestock Movement Permit, ambao fedha inaingia wizarani moja kwa moja, lakini fedha inayobaki ni kwa ajili ya ushuru wa halmashauri kuja kuendesha mapato ya ndani, yani kwa ajili ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa uendeshaji wa halmashauri. Na ninasema mnada huu sio mkubwa kiasi hicho kwa sababu miezi kama hii mahitaji ya wazazi au wafugaji yamepungua. Watoto wameenda shule, kwa wengi walete mifugo mnadani. Lakini sababu nyingine kubwa ambayo inafanya wasilete mifugo wengi kwa sasa
ni kwamba wamevuna mazao mashambani, kwa hiyo wana fedha kwa ajili ya kukata mahitaji yao katika familia zao. Kwa haoni ulazima wa kuuza mfugo, kwa sababu anaweza kauza mahindi, akauza mtama, akapata fedha badala yake. Lakini miezi ambayo inakuwa ni mizuri sana kwa biashara ya mifugo ni miezi ile ambayo tunasema ni miezi ya njaa, kwa maana kwamba mazao ya chakula yamepungua sana. Kwa hiyo wanaleta mifugo ili kubadilisha, kupata fedha ambayo wataweza cover mahitaji mengine ya nyumbani, lakini pia kununua chakula kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani na familia kwa ujumla wake. Otherwise naweza kusema kwamba biashara sio mbaya, ni nzuri kwa kipindi cha kiangazi, na kwa sababu tunafika kiurahisi, magari hayakwami njiani, na hata wafugaji wanavuka mito vizuri, waleta mifugo mnadani na biashara zinaendelea. Dokta, unaeleza upande wa mnada kwa maana mifugo. Vipi kuhusu mazao? Unafanyaje pia? Kwa upande wa mazao ni kwamba wafanya biashara wanakuja moja kwa moja kwa wakulima kununua mazao, lakini pia kuna wakulima wanapeleka sokoni kuuza mazao yao. Kwa kinachotokea ni kwamba mkulima akinunua, mfanya biashara akinunua kwa mkulima, tunachokitaka si ni ushuru wa yale mazao. Anaweza kaja moja kwa moja kwa mtendaji ambaye ana mashine ya kukatia ushuru, anakatiwa ushuru. Lakini wengine pia kuna mageti katika njia za kutoka kwenye kata hii kwa mfano. Kwa hiyo gari ataweza kutoka kwenye kata hii bila kukaguliwa ushuru aliokatia kama ni sahihi. Na kama sio sahihi, basi atalazimika katia ile magunia ambayo kukatia kama ni magunia ya mazao. Lakini kama hakukatia kabisa, anakatia mazao yale yote. Na kama alikaidi, alifanya tofauti na vile inavyotakiwa, basi timu ya mapato inakuwa inafanya doria wakati wa usiku na wakati mwingine wa mchana. Kwa gari ikikutwa imekaidi kufanya jambo kama hili, atozwa ushuru stahiki, lakini pia anaweza katozwa na faini kulingana na mazingira yanayohusu kufanya hivyo.